Pastor Ezekiel nilipomuunganisha na vitu gani katika chama. Watu wengi wanakuja katika chama hawajui. Nataka niwaelimishe, niwaelekeze kama kuna vitu vya kuzingatia katika chama. Kuna mikataba ya kichawi, mikataba ya majini, mikataba ya Lucifer katika chama. Ambavyo hii mikataba Pastor Ezekiel kipindi ninamuunganisha, mingine alizingatia, mingine hakuzingatia. Lakini kabla ya hapa nataka niombe kwanza. Okay, bwana karibu tena katika channel yetu hii pendwa kabisa. Wewe ambao hujasubscribe kumbuka kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili kupata notification soon habari zitakavyokuwa. Unayemwona mbele yako ni Mfalme King Cobra, King Majoka ambaye kashafanya tawala nyingi sana hapa duniani na bado anaongoza vitu vingi sana. Kwa hiyo leo utaenda kufanya naye mahojiano kidogo kuhusu Pastor Ezekiel Odelo na mambo ambayo anafanya. Odelo ni yapi? Ni jinsi gani aliweza kumuunganisha katika chama kikubwa cha Freemason. Basi leo tutakuja tunafanya hivi mahojiano mbalimbali. Huyu ndio King Cobra ambaye anamwamini Mungu na pia na Lucifer. Bwana, habari yako mkuu? Kama kawa salama. Lucifer Batishu Kamili. Karibu sana. Asante. Leo tumekuja kufanya kidogo mazungumzo nawe. Labda leo utazungumzia kuhusu nini ili watu waweze kukuelewa? Leo nataka kwanza kuzungumzia Pastor Ezekiel nilipomuunganisha na vitu gani katika chama. Watu wengi wanakuja katika chama hawajui. Nataka niwaelimishe, niwaelekeze kama kuna vitu vya kuzingatia katika chama. Kuna mikataba ya kichawi, mikataba ya majini, mikataba ya Lucifer katika chama. Ambavyo hii mikataba Pastor Ezekiel kipindi ninamuunganisha, mingine alizingatia, mingine hakuzingatia. Lakini kabla ya hapa nataka niombe kwanza. Niombe nimshukuru Lucifer, nimshukuru Mungu aliye hai kwa ajili ya watu wangu wanaopitia. Maana watu wengi wamepitia kwenye mikono yangu mimi. Wachungaji ambao nimeunganisha ni wachungaji 4, lakini hao ni manabii 4 nimeunganisha. Nitazungumzia unabii na wachungaji tofauti ni ipi. Na kuna wachungaji ambao nimeunganisha sasa hivi wanafika 43. Kwa ujumla ukichukua nao 4 ni wachungaji 40 kitu. Na licha ya wachungaji kuna wanachama pia wengine nimeunganisha, vijana wadogo wadogo, wamekuwa matajiri, wamekuwa na pesa nyingi sana. Kwa hiyo watu wengi wamepitia kwenye mkono wangu. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni cha kumshukuru Mwenyezi Mungu, kumshukuru jini Lucifer. Kwa hiyo niombe kwanza kwa ajili ya kukabidhi madhabahu. Okay, sawa. Tuombe. Mtakatifu Mungu Baba, asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya watoto wako Lucifer, Mungu wa Israeli, Mungu wa Yakobo, Shetani, Ibilisi, tunakabidhi mikononi mwako watoto wangu wote ambao wamepitia kwenye mikono yangu, wale ambao wamefanikiwa kupitia mimi. Mungu, endelea kuwatakasa, na wale ambao wamepata pesa za majini, endelea kuwatakasa waweze kutumia pesa zao vizuri bila kuonea watu. Asante kwa neema yako, ninakabidhi mikononi mwako utukufu mtakatifu, ninakabidhi Utatu Mtakatifu, ninakabidhi majini yote, malaika wote, pepo wazuri wote, wao ambao wako chini yangu ambao tunaenda tukawaamuru. Mungu, endelea kuwa nao, endelea kushika nafasi yote, endelea kuonesha kama wewe ni Mungu unaweza, ni Mungu usiyeshindwa. Nguvu zile ambazo umesema Isaya 45:3 kwamba nami nitakupa hazina za gizani upate kujua mimi ni Bwana wako, Mungu aliye hai, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Isaka, Mungu wa Ibrahim. Lucifer, nakabidhi watoto wako mikononi mwako ambao wote wamefanikiwa, na wale ambao pia wamefika Marekani pia na wamepewa masharti na kila kitu. Endelea kuwa nao, endelea kuwatakasa, endelea kuonesha mkono wako, endelea kushika kile ambacho wanachokishika. Mungu, endelea pia na wale ambao hawaamini kama chama hichi ni kizuri zaidi, chama ambacho kinatoa pesa nyingi sana, watu wafanikiwa nyota zao. Mungu, endelea kuwapa pia nafasi nyingine, endelea kuwapa commandment, endelea kutakasa kila mtu mwenye upendo katika chama. Endelea pia na mkabidhi mtumishi wako Mamposa, na mkabidhi mtumishi Pastor Ezekiel pia. Tazama anakosea masharti ya chama, lakini naomba Mungu endelea kufanya aweze kujua ukweli na ukuu wako, kama Musa alivyoonyesha wana wa Israeli. Namkabidhi Pastor Sefadi, namkabidhi Pastor Enoko, namkabidhi kila kitu kwa nguvu ya manabii wote ambao wapo katika chama changu, manabii ambao wanaponya watu. Endelea kuonesha ukuu wako, waweze kuponya watu kwa nguvu zako. Endelea kila kitu ambacho unaweza kufanya, endelea kushika nafasi yote. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu, amina. Maombi hayo tushaona kwamba ulishajiunga tayari, na akili tumeona kwamba maombi bado yanalenga kwa Mungu moja kwa moja. Kwa Mungu kila kitu, sababu nisema kwamba Mungu aliumba kila kitu, aliumba. Kwa hiyo na nyie kwenye chama mnamtegemea pia Mungu. Tunamtegemea Mungu. Unajua Mungu aliumba kila kitu, na Mungu ndio aliumba malaika na shetani pia. Shetani ni malaika wa Mwenyezi Mungu na amegawanyika katika njia kuu 3. Kuna nguvu ambazo shetani amegawanyika ambazo watu hamzijui. Ya kwanza tutasema ni serpent, ya pili ni mervent, ya tatu ni serpent. Tukisema serpent ni nguvu kuu ambayo ni ya muujiza, nitaelezea baadaye. Mervent nitaelezea ni nguvu kuu ya hati miliki za pesa na mali. Lakini serpent ni ile nguvu ya ibilisi ambayo ni tamaa na maono katika chama. Kwa hiyo ibilisi, ile nguvu ambayo imeondolewa ni nguvu ya serpent.
Kwa hiyo sisi Mungu ametupa nafasi kubwa ya kumtumikia shetani, kumtumikia yeye. Shetani tunamtumikia kwa nguvu kuu mbili, kwa sababu Mungu alimpa nguvu shetani. Kuna mikataba ambao anaingia. Watu wengi huwa hamuelewi haya mafundisho kwamba ibilisi, ndio maana kuna kifungu ambacho Mungu amesema kwamba shetani sio mbaya kama unavyofikiria nyinyi. Nipende sana kuzungumza hapa, kuna kifungu ambacho kimesema hapa kwamba kinazungumza hicho kifungu kipo kwenye Biblia na 6. Kipo kwenye Biblia. Mathayo. Bwana, wewe unanitazama, kumbuka kusubscribe, like, kucomment na kushare ili kupata notification pindi habari zetu zinavyokuwa hewani. Tunaenda tukasome hicho kifungu cha Biblia. Kifungu kinasemaje labda? Mathayo 10:16 unasema. Mathayo 10:16. Angalieni, mimi nawatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Basi iweni na busara kama nyoka na kuwa watu wapole kama hua. Kwa hiyo Mungu anasema iweni na busara kama nyoka. Kwa hiyo shetani alimkosea Mungu kwa kipande kimoja tu. Hakumkosea Mungu kwa pande zote. Kwa hiyo pande ambazo zimebaki ambazo sisi chama tunapewa na Mungu tuzimiliki ni hiyo serpent pamoja na hiyo serpent. Kwa hiyo hii serpent Mungu ndio amezuia, Mungu ndio amepinga. Kwa hiyo nyoka tayari ana dhamana kwetu ambayo sisi tunapewa. Nafikiri mmenielewa. Nafikiri mmenielewa. Hapo mimi bado sijakuelewa. Umesema kwamba Mungu alisema kwamba iweni na busara kama nyoka. Na iweni na nini? 10:16 anasema kwamba iweni na busara kama nyoka na kuwa wapole kama hua. Kwa hiyo nyoka ni kiumbe ambaye ana busara. Kwa hiyo Mungu, kuna mkataba ambao tumeingia na shetani. Shetani pia ndio maana siku ya mwisho ibilisi atakapokuja kufungwa, ibilisi hata choma moto wote kama alivyo. Na ibilisi ana nafsi 3. Ni kama Utatu Mtakatifu, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Ndio kama jinsi alivyokuwa, ana serpent, ana serpent na serpent. Kwa hiyo ibilisi siku ya mwisho Mungu alisema kwamba watu wengi hawaelewi. Jamani, hakuna moto. Huwezi ukaungua hufi. Mungu alisema kwamba atateketeza watu wote dhambi, hata peta soma Ufunuo. Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kama na mbingu ya kwanza hakutakuwa bahari tena, wala mbingu haitaonekana. Kwa hiyo hii dunia ya dhambi Mungu atateketeza. Kwa hiyo hakuna moto ambao mtu atakaona unaungua hufi. Mungu ni upendo jamani. Bali zile dhambi ndio zitachoma. Kwa wale ambao mnafanya dhambi, mnamkosea Mwenyezi Mungu, mnaenda pasipo haki, ndio mtachoma, ndio mtapotea, hamtafufuliwa. Hao ndio kama kina Pastor Ezekiel. Kama Pastor Ezekiel, nyinyi ndio hamtafufuliwa. Lakini kwa wale ambao mnafanya mapenzi ya Mungu, mpo katika chama, nyinyi mtafufuliwa, tutaenda kuishi kwa raha mustarehe. Ina maana shetani pia atakapokuja kufungwa, itafungwa nguvu moja tu. Kwa kuna nguvu kuu mbili ambazo zitaendelea kuishi wapi? Paradiso. Kwa hiyo ibilisi atafungwa kwa nafsi moja. Nafsi kuu mbili zitabaki. Maana Yesu alipotoka kufufuka alishuka kuzimu, akachukua funguo. Funguo ni ile nafsi ya shetani ambayo nafsi ya kwanza ambayo ndio serpent. Kwa hiyo nafsi kuu mbili ambazo sisi ambazo chama tunatumia. Kwa hiyo shetani ni mzuri, Lucifer ni mzuri, tunamtumia katika chama na ndiye anatufanikisha. Na ningependa kuzungumza kama kuna vitu ambavyo watu hamvijui. Jamani, nipenda kuzungumza. Kumtafuta Mungu ni rahisi sana, lakini kazi ni kumtafuta shetani. Hapa naomba kwanza upaludie kidogo afu utulete na Pastor Ezekiel Odelo pamekaje. Kumtafuta shetani ni kazi ngumu sana. Ila rahisi shetani ya kutafuta. Lakini ibilisi shetani ukishampata, ukamkomandi, unatoboa haraka haraka. Kwa hiyo njia ya Mungu njia ya shetani ni nyepesi, ila ni ngumu kwenye kuitafuta. Ila ukishaipata, kama leo unaomba upate gari, kesho umepata gari. Lakini kumtafuta Mungu, unasema Mungu anasema kwamba Mungu ni wale wamchao Bwana. Heri kila mtu amchaye Bwana. Kwamba anasema kwamba wanamtafuta Mwenyezi Mungu ni rahisi Mungu kumtafuta sana. Kwa sababu Mungu hana masharti magumu. Ila majibu yake utachelewa kuyapata. Kwa mfano angalia hata kwenye Biblia, Hana aliomba apate mtoto. Angalia Sara, alikaa miaka mpaka umri wa miaka 90 Abrahamu, akajapata nani? Isaka. Ina maana njia ya Mungu ni kwa wale kwa wamchao Bwana. Mungu namtafuta kwa kumcha, kutenda matendo ambayo ni mazuri. Lakini okay, Bwana karibu tena. Bado na kusisitiza kwamba wewe ambaye utakuja subscribe utakuwa unakosa hivi vitu punde